heavenly, my Lord. kuzingatia mambo ya mbinguni, Ya kwamba tuweze kulenga mbinguni. ya kwamba tuweze In kulenga the mighty mbinguni name of our Lord Jesus. katika jina kuu la Yesu. Jehovah, we say thank you. Bwana tunasema ni Jehovah, we asante. say thank you. Bwana tunasema We ni say asante. thank you so much. Tunasema ni We asante honor you sana. so much, my Father. Tunakuheshimu sana We Baba wetu. glorify your name. Tunainua jina lako. Let us clap to the Lord. Wacha tumpigie Bwana Let us makofi. clap to the Lord. Wacha tumpigie Bwana Let us makofi. clap to the King of Kings. Wacha tumpigie makofi He is Bwana wa Jehovah mabwana. Nisi, Yeye ndiye our Jehova Nisi. banner. Bendera yetu. He is Jehovah Shammah. Yeye ndiye Jehova He is Shama. Jehovah Rohi, our shepherd. Yeye ni Jehova And we Rohi honor his mchungaji name wetu. today. We say thank you so much. Tunasema ni asante sana. Allow me to take this opportunity Niruhusu nichukue fursa hii to welcome the worship team. kukaribisha waabuduo.
Hallelujah. Let us clap to Jesus. Haleluya, tumpige Yesu makofi. Let us clap unto the Lord. Tumpige Bwana makofi. I can't hear you clapping for Jesus. Siwezi wasikia mkimpigia Yesu makofi. Hallelujah. Haleluya. Somebody clap to Jesus Tumpige louder. Yesu makofi ya juu. Louder and louder unto the Lord. Ya sauti na sauti kubwa kwake What a Yesu. Sunday service. Ibada ya Jumapili. What a Sunday service Ibada ya Jumapili ya aina that the gani Lord has given to us ambayo today Bwana ametupa siku ya leo in the house of Jehovah. katika nyumba ya Yehova. Is our blessed deputy archbishop. Tunayembarikiwa naibu askofu mkuu What a mwandamizi. service unto Jehovah Ibada today. ina gani kwa Jehova leo? Just clap unto Pige Jesus. tu Yesu makofi. Just clap unto Jesus. Pige tu Yesu makofi. Thank you. Jesus Christ. Jesus Christ. Thank you. Jesus Christ. Jesus Christ. Thank you. Jesus Christ. 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 Thank you. Jesus Christ. Thank you. Jesus Christ. Thank you. Jesus Christ. Thank you. Thank you so much. Asanteni sana. Thank you so much. Asanteni We sana. can be seated in the presence of the Lord. Tunaweza kuketi katika uwepo wa Bwana. As I take this opportunity Ninapochukua fursa hii to welcome everybody into the house of the Lord. kukaribisha kila mmoja katika nyumba ya Bwana. What a beautiful thing to behold, Kitu cha kupendeza kiasi gani kuwa to nacho, be found in the house of the Lord today. kupatikana katika nyumba ya Bwana siku ya leo. Thank you, blessed people, Asanteni sana watu for wabarikiwa finding time to come. kwa kupata muda ya kuja. I want to take this opportunity Ninataka nichukue fursa hii because time is much spent. kwa sababu muda umeenda sana. I want to welcome the worship team for two special numbers. Nataka nikaribishe kikundi cha waabudu kwa ajili ya nambari 2 speciali. Even as we prepare our hearts to listen to the message of the Lord Hata tunapoandaa mioyo yetu kusikiza ujumbe wake Mungu from our blessed Deputy Archbishop himself. kutoka kwa mbarikiwa naibu askofu wetu mwenyewe. If I were you, I would clap for Jesus. Ningekuwa wewe ningempigia Yesu makofi. The worship team, please.
so that we can join them even as we give our tithes and offerings before the Lord. Acha tuamke kwa miguu zetu hata tunapotoa zaka na sadaka zetu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Amen. Let us clap to Jesus. Amina, tumpigie Yesu makofi. Let us clap to the Lord. Tumpigie Bwana makofi. Father, in the mighty name of Jesus. Baba, katika jina kuu la Yesu. Father, we come before you today. Baba, tunakuja mbele zako leo. We come in thanksgiving Tunakuja kwa shukrani because of your grace and mercy. kwa sababu ya rehema zako na neema zako. Father, as we come in humility. Baba, tunakuja kwa unyenyekevu. We come in repentance. Tunakuja kwa toba. Because we are not worthy before thee. Maana hatustahili mbele zako. Precious Redeemer, at this hour, Mkombozi wa dhamani, katika wakati huu you have allowed us to worship you with our tithes and offerings. umeturuhusu tuweze kukuabudu kwa zaka na sadaka zetu. Father, now how I pray Baba, sasa jinsi gani ninaomba that you may now accept them for holy service in your house. ya kwamba
sasa uzikubali kwa ajili ya ibada takatifu katika nyumba yako. Consecrate them and set them apart. Uzitenge na uzitakase. Father, how I pray that you remember the hand that has given. Baba, jinsi gani ninaomba ukumbuke mkono ambao umetoa. That your blessing may abound upon that hand. Ya kwamba baraka zako zitakuwa juu ya mikono hiyo. Remember also those that have come without. Tena uweze kukumbuka wale ambao wamekuja bila. Father, even as they continue to seek you. Baba, hata wanapoendelea kukutafuta. As they continue to seek righteousness and holiness. Wanapoendelea kutafuta uhaki na utakatifu. Father, you will bless them also. Baba, nao pia utawabariki. Father, above all I pray for faithfulness on the parts of your servants. Baba, zaidi ya yote ninaombea uaminifu katika sehemu ya watumishi wako. That this may be an enabler for entry into thy glorious kingdom. Ya kwamba hii iwe kiwezesho ya kuingia katika ufalme wako wa utukufu. Father, we submit all segments that are remaining before you. Baba, tunasalimisha sehemu ambayo imesalia mbele zako. We thank you and we honor you. Tunakushukuru na tunakuheshimu. Even as we declare that all glory and honor belongs to you. Hata tunapotangaza ya kwamba utukufu wote na heshima ni zako. Receive all the honor and glory. Pokea heshima zote na utukufu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Amen. Amina. Clap unto the Lord. Mpige Bwana makofi. Clap properly unto Jesus. Mpige Bwana makofi bora. In the interest of time. Kwa ajili ya muda. As you are still standing. Kama bado mmesimama. Allow me to welcome in the most humble way. Muniruhusu nimkaribishe kwa njia ya unyenyekevu sana. Our blessed Deputy Archbishop. Mbarikiwa naibu askofu wetu. That he may take over from there. Ya kwamba chukue shukani toka hapo. Thank you. Asante. Thank you very much. Asanteni sana. Hallelujah. Hallelujah. Let us lift our hands and give glory to God. Tuinue mikono yetu na tumpe Bwana utukufu. I want to give you all the glory and honor. Baba, tunataka tukupe utukufu wote na heshima. To pray the two mightiest prophets of glory. Kwa kutuachilia leo manabii wakuu wawili wa utukufu. To come and speak to us and release the tremendous blessings of God. Waje wanene pamoja nasi na kuachilia baraka kuu za Mungu. Father, as a family we say thank you, thank you, thank you, thank you. Baba, kama familia tunasema asante, asante na asante na asante. Na asante Bwana. Na asante Bwana. Asante. Asante kwa ajili ya baraka. Asante kwa baraka. Asante kwa baraka. Asante kwa baraka. Asante kwa salamu. Asante kwa salamu. Asante kwa salamu. Asante kwa tangazo la uponyaji. Asante kwa tangazo la uponyaji. Baba, sasa wale wanyonge wanaweza tangaza ya kwamba hao ni wenye nguvu. Wale wafukara wanaweza tangaza ya kwamba sasa hao ni wenye mali watajiri. Baba, ambao wamepotea wanaweza sema ya kwamba nimepatikana. Waliolaaniwa wanaweza tangaza ya kwamba nimebarikiwa, mimi ni barikiwa wa Mungu. Na baraka zake Mungu. Baba, chuo kikuu cha Kisii, tunakweza sifa kwa jina lako. Tunakweza heshima kwa jina lako. Tumeamua kukuinua juu na juu na juu. And we proclaim that you receive all the honor for them. Natangaza upokee heshima milele. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Amina. Somebody clap stronger to Jesus. Bwana makofi kwa nguvu. Clap stronger to the Lord. Piga makofi kwa nguvu kwa Bwana. I have not yet heard young people. Bado sijawasikia vijana. Bado sijawasikia. Hiyo sio ya vijana. Hao sio vijana. Hiyo sio ya vijana. Hiyo sio ya vijana wa chuo kikuu cha Kisii. Hallelujah. Hallelujah. Is there anybody blessed in the house? Je, kuna yeyote ambaye amebarikiwa katika nyumba? Has anybody received blessings today? Je, kuna yeyote ambaye amepokea baraka leo? Where is your joy and celebration? Basi wapi sauti zako na sherehe zako kwa Mungu? Amen. Amina. I want you to greet somebody in the house of the Lord. Nataka usalimie mtu katika nyumba ya Bwana with a lot of joy and smiling on your face. Na furaha mingi na kutabasamu kwa nyuso wenu. Because
the Lord has already taken over kwa every sababu situation. Bwana tayari amechukua ushukani juu ya kila hali. And this service is the most blessed service ever. Na hii ibada ndio ile ambayo imebarikiwa sana. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I want to request us to do that which we don't want to do now. Nataka niwaombe na kuwasimfanye ile ambayo hatutaki kufanya sasa. Just forgive me as you receive your. Lakini munisamehe tu mnapopokea viti vyenu. I know it is not easy to sit down. Ninajua sio rahisi kuketi chini sasa. When cripples are walking in Japan. Wakati viwete wanatembea kule Japan. And all the way from Japan more than 11,000 kilometers away. Na kutoka kule Japan kote zaidi ya kilomita 11,000. A baby cripple walked in Nandi. Mtoto kiwete alitembea kule Nandi. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Baby Makil Mtoto Makil is now walking on his feet. sasa yatembea katika miguu zake. Brand new feet. Mguu mpya zaidi. Without attending Menengai Day. Bila kuhudhuria mkutano wa Menengai ya 8. Without attending Japan. Bila kuhudhuria misheni ya Japan. Tremendous power of Lakini nguvu za ajabu ya damu ya Yesu. Hey, glory and honor be to the King. Utukufu na heshima iwe kwa mfalme wa wafalme. And so mine is very simple today. Na sasa yangu ni rahisi sana leo. I could not just wait to see your faces and say welcome back. Singesubiri ngoja na kuona nyuso zenyu na kusema karibuni. We last met last year. Tulikutana mwisho mwaka And uliopita. the faithful God carried us through the new year. Na Mungu mwaminifu akatubeba hadi kwa mwaka mpya. And a number of you went to the mountain of the Lord. Na idadi wenyu mlienda katika mlima wake Mungu. And the Lord brought you back safely. Na Bwana akawaleta akarudisha We salama. have not had any bad report. Hatujasikia ripoti yoyote mbaya. Because he's faithful to his word. Kwa sababu yeye ni mwaminifu kwa neno lake. All of you are very smart and upright. Enyi nyote mwapendeza na kung'aa. You are ready to take over through the new year. Muko tayari kuchukua shukani na kuendelea kwa mwaka mpya. With a new energy. Na nguvu mpya. With a fresher fire. Na ile kumiminika moyo mpya, moto mpya. Power. Na nguvu mpya. This is the year of worshiping the Lord. Huu ndio mwaka wa kumwabudu Mungu. The worship team have already set the bar. Kikundi cha ibada tayari wameweka ile kiwango. Nobody will be allowed to lower it Na down. hakuna yeyote ambaye ataruhusiwa kuileta chini. For me, I will not allow anybody to lower Kwangu that. mimi sitaruhusu mtu yeyote kushusha hicho kiwango. On Friday at the main gate of the university, Siku ya Ijumaa katika lango kuu ya chuo kikuu. the Messiah was worshipped. Masihi aliabudiwa. Hallelujah. Hallelujah. That is the place where the devil traps our sons and daughters. Hapo ndio sehemu ambayo adui anatega binti zetu na wana wetu. That is where when they enter, the devil exchanges their rights. Hapo ndio bahali wakiingia Bwana adui anabadilisha zile haki zao. The Messiah was worshipped. Masihi aliabudiwa pale. Hey, I am very happy. Nina furaha sana. When I came and then I was approaching here, Nilipokuja kisha nilikuwa nakaribia hapa. I met a very mature worship. Nilikutana na ibada ambayo imekomaa kabisa. We struggled to stop it. Tuling'ang'ana kuikomesha. Hey, the Lord bless you, worship. Bwana wabariki kikundi cha abudu. I can see you have decided. Ninaweza kuona mumeamua. You have decided kabisa. Mume- Mkasema mwaka huu ni Yesu tu ataabudiwa. Mumeamua kabisa na kusema mwaka huu ni Yesu ataabudiwa hapa. Where are the worship leaders? Wako wapi viongozi wa ibada? They were not lead worshipers, the worship leaders. Wale washirikishi wa ibada. Viongozi wa waabuduo. Viongozi wa abudu. Viongozi wa Those who are kikundi. coordinating the team, helping the team. Where are they? Wale ambao wanaongoza hiyo kikundi wanasaidia kikundi hicho wako wapi? So they are able to do this without a leader. Let us clap for them. Sasa wana uwezo wa kufanya hii bila kiongozi. Wacha tuwapigie makofi. You just coordinate yourselves and then offer worship to Jesus. Mnaushika tu na tena mnaungamana na kuabudu Yesu. If you can do that without a leader, then continue like that. Kama mnaweza kufanya hiyo bila kiongozi, basi endeleeni. The Lord bless you very much. Bwana zidi kuwabariki sana. Sincerely, I had missed you. Kwa kweli nilikuwa nimewakosa enyi watu. Wonderful sons of the Lord. Wale wana wa kupendeza wa Always Mungu. on the street, fire charge. Fire charge. Kila mara Fire charge for the Messiah. Kila mara wako katika mitaa, katika madarasa wako na moto ya juu sana kwake Masihi. The daughters of the Lord, they said we will not bend it, even and we will not bend it. Wale mabinti wa Mungu walisema ya kwamba tutaikunja hata kidogo. And they have raised the standard
standard high. Na wameinua viwango juu. Today all of them are very smart. Siku ya leo hao wote wanapendeza. Beautiful daughters of the mightiest prophets of the Lord. Binti warembo wa manabii wakuu wa kutisha wa Mungu. The Lord is very sovereign indeed. Bwana ni mkuu kabisa kweli. Thank you so much, technicians. Asanteni sana kikundi cha wana mitambo. Let us continue like that. Wacha tuendelee hivyo. Even keyboardists, let us just worship Jesus. Hata wachezaji vinanda wacha tumwabudu Mungu. At one point I was like, God, we just leave and go to the crusade and just worship there. Kwa kiwango moja nilikuwa ya kwamba tuachane tu na twende katika mkutano wa hadhara na tuabudu pale. On Friday, I almost landed there on Friday. Siku ya Ijumaa kidogo nifike pale. Because I saw Kipto or Meshach dropped a link somewhere. And when I clicked the link, kwa sababu niliona Kipto akiwa na Meshach wakiwa wameshirikishi kile kiundo, nikilipoifungua ilikuwa ya kupendeza sana. We were blessed at the overflow. Let me just tell you, we were blessed. Sisi ambao tukuhudhuria tulibarikiwa sana. Acha niwaambie. I was niwaambie. attending a funeral somewhere. Nilikuwa katika matanga fulani. And I was like, hawa Waluya watamaliza sarakasi yao saa ngapi nikimbie kwa ibada? Wanaleta mila hapa. Nilikuwa najiuliza ya kwamba hawa Waluya watamaliza sarakasi yao saa ngapi? Wanaleta mila hapa. Tukakaza tukasema hapa hakuna mila. Tukakaza na kukazana kusema hapa hakuna mila. Sana na kukwaruzana lakini Yesu alishinda. Tukakosana na kukwaruzana lakini Yesu alishinda. So when I was checking my time, yo wakati nilikuwa naangalia saa yangu, it was almost 6 and I had a kesha of that Friday. Ilikuwa inafika saa 12 jioni, nilikuwa na mkesha hiyo siku ya Ijumaa. From Nairobi from receiving the mightiest prophet. Na nilikuwa tu nimewasili kutoka Nairobi kwa mapokezi ya manabii wakuu wa Mungu. I said if I run for that extravaganza, nilisema nikikimbia kwenda katika ibada ya mfululizo kesha, and I told the sheep to come we pray. Basi nitakosa ile mkesha, lakini nilikuwa nimeambia kondoo waje tuombe. But the Lord won both sides. Lakini Bwana alishinda sehemu zote. And even today, na hata siku ya leo, I heard that our fathers are coming live on air. Niliposikia ya kwamba mababa zetu wanakuja moja kwa moja hewani, I said wow. Nilisema ya kupendeza. The Lord has had mercy on me. Bwana amepata rehema juu yangu. It has already gone ahead of me and spoken to the children of God. Na tayari ameenda mbele yangu na kunena na watoto wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. So mine here is just to greet you. Na sasa yangu hapa ni kuwasalimu tu. Maybe later I may read 1 or 2 scriptures, but to greet you generally. I wish I would just shake the hand of every person. Shake, but I said, Senior Pastor, allow me to come here on Wednesday. You'll set for me an office somewhere, maybe at a tree or somewhere, and then those who want to see me will just be from 10 a.m. Ningependa kuwasalimu kila moja, lakini mchungaji mwandamizi, tafadhali niwekee ofisi mahali ili siku ya Jumatano nikija hapa, wale ambao wanataka kuniona wanaweza kuniona kuanzia saa 4 asubuhi. Yes, they'll just set a table. We have an able chair. He's got a very strong backup leadership that are supporting him. They'll just set somewhere they will set an office with a table and a chair and that one of my guests. And then we'll just now, this year we will also be having Kisii University Deputy Archbishop's office. Tena tunaye mwenyekiti ambaye ana nguvu sana, tena ana uongozi wa nguvu sana. Wataweza kuweka meza na viti pale na kiti cha mgeni yetu. Kisha tutakuwa na afisi ya naibu askofu mkuu katika chuo kikuu cha Kisii. Ya simu haitoshi. Kwa sababu ya simu haitoshi. Saa zingine nadonjo tu mkikaa tu umundu. Wakati mwingine tunapata kuelewana tukiketi tukimenyana moja kwa moja. Si ni kweli? Si ni kweli? Wangapi wamebarikiwa na hiyo? Wangapi wamebarikiwa na hiyo? Inashinda one time. Hiyo inashinda ile mwaka moja. Clap to Jesus. Pigia Yesu makofi. Amen. Amina. And so I came with Elder John. Hivyo nilikuja na mzee John. He's one of our security. Just rise and greet people. Yeye ni mmoja wa walinzi wetu kule, unaweza kusimama na kusalimu watu. You know Pastor John. Mnamfahamu mzee John. Na baba yenu mwenyewe hapa Engineer Amos. Na baba yenu mwenyewe hapa mhandisi Amos yuko hapa. Najua amewatupa sana, wacha tu leo niseme ishi. Ninajua amewatupa sana, wacha niseme yaishi. Mmemiss sana.
mmemkosa sana. Today is here with us also. Siku ya leo yu pamoja nasi pia. And is also blessed to be with us. Tena amebarikiwa kuwa pamoja nasi. At this juncture, because of time, Kwa wakati huu kwa sababu ya muda, I just want to bless the senior pastor of this church. nataka nimbariki mchungaji mwandamizi wa kanisa hili. Hallelujah. The Lord Hallelujah. has sincerely helped him. Bwana kwa kweli amemsaidia Sana. sana sana And sana. now he's commuting from Rongo interior there. He has to travel every day. But God, our God, survives on sacrifice. He eats sacrifice. That belongs to him. Na sasa anasafiri kutoka kule Rongo, ya mlazimu kila mara akuje huku siku ya Jumapili kutoka Rongo, lakini Bwana ni Mungu wa kutoa dhabihu na hiyo ni yake, anategemea kulishwa kwa dhabihu. Just want us to honor that and also just give him time to serve us. Nataka tuweze kuheshimu hiyo na tumpe muda ya kututumikia. Amen. Amina. Today I also came because I realized it's my first time here this year. Leo pia nilikuja kwa sababu niligundua ni mara yangu ya kwanza hapa mwaka And huu. also during the graduation I was not there. I think we were in Nairobi or AGM, something like that. Na tena wakati wa kuhitimu sikukuwa pale na Kisia, tulikuwa Nairobi. We were in Nairobi. Tulikuwa Nairobi. And so I missed it, but then really it was not easy with me. Yeah. I've never missed any graduation here. Hivyo nilikosa, haikuwa rahisi kwangu, sijai kosa kuhitimu yeyote hapa. But it was more blessing to be in the presence of the Lord than people. Lakini ilikuwa ya baraka sana kuwa uweponi wa Bwana kuliko kuwa uweponi wa watu. Because when I went there, now I am here with the blessings of Kwa sababu wakati nilienda pale, sasa niko hapa na baraka zake Mungu. Amen. Amina. So you'll just rise and come and receive my gift. Hivyo utainuka tu na kuja kupokea zawadi yangu. I was not there that day, but I've brought mine. Am I too late? Sikuwa hapa hiyo siku, lakini nimeleta yangu. Je, nimechelewa? Am I too late? Je, nimechelewa sana? Mjane wa Yesu hapa anasema pana askofu, better late than never. Mjane wa Mungu hapa anasema hapana askofu, ni bora kuchelewa kuliko kutokuwa nayo kamwe. If you want somewhere where quality photos are going to be taken, if it may mean that we remove this pulpit, then nani anaitwa Nina, she'll just bear with us. We'll return it. We'll return the wooden pulpit. Just nili kando kidogo so that we do something here briefly. Yes. Natangia hiyo siku, Natangia hiyo siku you decided that everything in this church is first class. muliamua Worship first class. kwamba Extravaganza first class. Door to door first class. Outreach. kwamba kila kitu ni ya kiwango cha juu. Hey, mahubiri. First class. Hey, mavazi. Injili. Hey, you decided that everything. Radio. Hey, the Lord bless you sana. Bwana wabariki sana. Yes. So, Pastor, please, we need but just know that we are together. We are together. As the Lord is continuing to lift us up, we will all grow up together. Tuko pamoja, wakati Bwana anazidi kutuinua tutazidi kukua pamoja. Amen. Amina. We are going to grow together. You will not remain behind. Tutakuwa pamoja, au tasalia nyuma kamwe. I mean this church, we will not remain. Ninamaanisha kanisa hii haitasalia nyuma kamwe. Amen. Amina. Amen. Amina.
Jesus. ya kupendeza We sana were kwa Yesu. happy. Hapana, tulikuwa tumefurahia sana. Hallelujah. Haleluya. Because wakati tunawaambia watubu wanadhani huwa hatusomi. Wakati tunawaambia watubu, kila mara wanadhania tusomi. Wanadhani tu sisi huwa tuna waste tu time. Wanadhania ya kwamba sisi kila mara tuwapoteza tu muda. Lakini first class jamani, first class unaweza pata kama usomaji. Lakini kupata daraja la kwanza kiwango cha Sisi hata juu, tuamini katika prepared for us. kwangu mimi nilisema moyoni mwangu ya kwamba kile ambacho Bwana amepeana, hiyo ndio Bwana aliandaa kwa ajili yetu. So I just want to pick one point and blend with what I had prepared here, and then you are going to be blessed. Hivyo nataka nichague kipenge moja, kisha niungamanishe, nichanganyishe na kile ambacho nilikuwa nimeandaa hapa, kisha That's a mtabarikiwa. continuation of what you are writing. Kuendeleza tu kuandika kile ambacho mlikuwa mnaandika. Hallelujah. Haleluya. I want to pick one point from the book of Luke chapter 17 that was read. Nataka nichague kipenge moja kutoka kitabu cha Luka 17 iliyosomwa. It was read from verses 30 downwards. Walisoma kuanzia mstari wa 30 kiendelea chini. And the key statement was, remember Lot's wife. Na ile ambayo kipengee muhimu sana ilikuwa ya kwamba mkumbuke Bilutu. It is so terrible to be a Christian who cannot remember the things of God. Ni ya kufisha sana kwa Mkristo ambaye hawezi kukumbuka vitu vya Mungu. There is somewhere in the book of Psalm where he says, remember the judgments of God, remember the wonders of God, remember the miracles of God. Kuna mahali katika kitabu ya Zaburi ambayo inasema kumbuka miujiza ya Mungu, matendo ya Mungu na yale maneno yake Mungu. And the beginning of your forgetting to remember the things of God is the genesis of your backsliding and fall. Na mwanzo wako kukosa kukumbuka vitu vya Mungu, hapo ndio mwanzo yako ya kuteleza. When you begin to forget or fail to remember the things of God, that is the genesis of your backsliding. Ukianza kukosa kujua ama kusahau vitu vya Mungu, basi hapo ndio mwanzo yako ya kurudi nyuma, kuteleza. For when Israel did not remember where the Lord removed them from, then they fell. Kwa vile Israeli hawakukumbuka mahali Mungu aliwaondoa, basi walianguka. Always in the Bible the Lord has encouraged us to remember the Lord your God. Remember during your youth. Remember the Lord has always insisted to be Christians who are able to remember. Kila mara katika Biblia Bwana ametuhimiza kwamba tuweze kukumbuka, katika ujana wetu tuweze kukumbuka. Kila mara Bwana anatuhimiza tuweze kukumbuka. And so among the things that God encouraged us to remember, Kwa hivyo miongoni vya vitu ambao Bwana anatuhimiza tuweze kukumbuka, when he begins to talk about the coming kingdom of God, anapoanza kunenea ufalme wa Mungu ambao inakuja, despite the fact that he's got an outnumber, he's got plenty of examples to use in the Bible, bila kujali yeye kuwa na idadi kubwa ya mfano kutumia katika Biblia, to those who made it into the kingdom of God. kwa wale ambao waliwezeshwa kuingia katika ufalme wa Mungu. When it comes to the coming of the Messiah, Jesus himself Ikifika wakati wa kukuja kwa Masihi Yesu mwenyewe, does not say remember Enoch. asemi ya kwamba mkumbuke Enoki, He does not say remember Abraham. asemi ya kwamba mkumbuke He does Ibrahimu, not say remember Noah. asemi mkumbuke He Nuhu. doesn't use the people that made it into the kingdom of God, Atumii mfano ya wale watu ambao waziweza kuingia katika ufalme wa Mungu, but to drill the gravity and the seriousness of the matter. lakini kuweka uzito na kumaanisha wa swala. He raises an icon that failed to make it. Anainua yule mtu aliye na sifa ambaye hakuweza kuingia, The one that did not make it into the kingdom of God. yule ambaye hakuweza kuingia katika ufalme wa Mungu. And he has even given the reasons why she did not make Na it. tena akapeana mfano kwa nini hakuweza kuingia, And then even her name is not mentioned. na tena jina lake hata alijatajwa. Hallelujah. Haleluya. And then she's called Mrs. Lord. Kisha anaitwa Bilutu In the Bible, katika Biblia. she is called the prefix or what of a she represents the church. Kike ile cha kike yawasilisha kanisa, A wife, bibi wa kanisa, a wife of Christ. bibi wake Yesu. Samahani, A she is used to denote the church in the Bible, wa kike inatumika kuashiria kanisa katika Biblia. or in most cases God uses women to denote the church in the Bible. Kila mara Bwana anatumia wanawake kuonyesha kuashiria kanisa katika Biblia. The Samaritan woman Kama mke wa Samaria represents the church. anaashiria kanisa. And also today the Lord's wife Tena leo Bilutu represents the church that failed to make it into the kingdom. anaashiria kanisa ambaye alikosa kuingia katika ufalme wa Mungu. And
so in teaching us to remember Lord's na wife, hivyo kwa kutufundisha kukumbuka Lutu, many points have been raised. They're very powerful. Even 1 year is not enough to teach what we've been given today. If you begin to divide into Bible study upon every point. vipengee mingi sana wameweza kutupa leo, hata mwaka moja haiwezi kutosha kuweza kufunza kile ambacho tumeweza kufunzwa siku ya leo. It is shocking, beloved people, Yashtua watu wabarikiwa, that this precious woman ya kwamba huyu mke mbarikiwa wa dhamani had uncommon privileges at that time. alikuwa na tunku iliyo ambayo ilikuwa ya kawaida wakati huo. At that time, the word of God was rare. Wakati huo neno la Mungu haikuwa sana. At that time, there was no Bible. Wakati huo hakukuwa na Biblia. At that time, there was no YouTube and Facebook. Wakati huo hakukuwa na mtandao ya kijamii ya YouTube na Facebook. At that time, there were not the mightiest prophets of God. Wakati huo hakukuwa na manabii wakuu wake Mungu. There were no cripples that had walked. Hakukuwa na viwete ambao walikuwa wametembea. There was no rain of Elijah. Hakukuwa na mvua wake Elia. At that time, there was no massive catch of fish. Wakati huo hakukuwa na kushika samaki katika umati kubwa. Even 10 lepers had not been cleansed. Hata waliokuwa na ukoma wale 10 hawakuwa wametakaswa bado. God was using them to form the Bible that we have today. Mungu alikuwa anawatumia kuunda Biblia ambayo tunayo leo. So they lacked reference. Hivyo walikosa mahali wanaweza kurudia na kuangalia na kurudi. But God in his mercies, Lakini Mungu kwa rehema yao he did not send a Bible. akutuma Biblia. He did not drop a scroll from heaven. Akutuma ile lakini kutoka mbinguni. That will still be very powerful. Hiyo bado ingeweza kuwa ya nguvu. But he decided Lakini aliamua to come down himself. kuja chini mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. And when he came down, Na wakati alikuja chini, he did evangelism alifanya uinjilisti. and walked around with Abraham. Na akatembea kuna Abrahamu. And they were looking for the righteous to be rescued. Na alikuwa anatafuta wenye haki ili waweze kuokolewa. For always it is a character of God. Kwa kuwa kila mara ni sifa yake Mungu. Before he brings his Ya judgment, kwamba kabla ya kuleta ile hukumu yake, it is his nature to always hide his own facts, kila mara ni asili yake ya kwamba aweze kuficha wake kwanza, to protect his own. kuwalinda na kuwatunza wake. And so after very thorough evangelism, Na ikisha baada ya uinjilisti sana ya kumaanisha, among the many families there, miongoni ya familia mingi pale, the house of Lot was privileged to be visited by the evangelists from the throne of God. nyumba ya Lutu ilitunukiwa kutembelewa na wainjilisti wake Mungu. And when they entered there, Na walipoingia pale, he only carried good news. walibeba tu habari njema. We have brought salvation, Tumeleta wokovu, brought deliverance, tumeleta ukombozi, brought hope. tumeleta tumaini. And God has decided to pour his wrath on this Sodom. Wakati Bwana ameamua kumwaga ghadhabu yake kwa Sodoma ambayo mnaona. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And I thank God that it was at the evening, Na ninamshukuru Bwana ya kwamba ilikuwa jioni. meaning she was able to prepare even warm water for washing the feet of the angels of God. Yamaanisha alikuwa na uwezo ya kuandaa hata maji moto ya kuosha miguu ya malaika wake Mungu. She brought the towel that wiped their feet. Akaleta ile kitambaa ya kumpanguza miguu yao. Hallelujah. Hallelujah. She prepared the meals Aliandaa chakula for the angels of God. kwa ajili ya malaika wake Mungu. And as you know, they were 2 angels of God Na jinsi mnafahamu walikuwa malaika wawili wake Mungu who have appeared even now that are warning you and me. ambao wamejidhihirisha hata sasa, ambao wanakuonya wewe pamoja na mimi. And they had a fellowship. Na walikuwa na ushirika. And she heard the language of heaven. Na akasikia ile lugha ya mbinguni. And she heard the secrets from the throne of God. Na akasikia zile siri kutoka katika ufalme wa Mungu. Things that nobody has ever heard. Vitu ambavyo hakuna mtu ambaye amewahi sikia. They were privileged to hear the voice of angels. Walitunukiwa kusikia sauti ya malaika. When we hear voices of human beings, we relate them to angels. Tukisikia zile sauti ya binadamu tunazisawazisha na sauti ya malaika. When they worship, Wakati wanaabudu. but for them they had one encounter of the voice of the angels of God. Lakini wao waliweza kukutana moja kwa moja na sauti ya malaika wa Mungu. Mrs. Lot, Lutu, a very privileged woman mwanamke aliyetunukiwa sana in the Bible, katika Biblia, she talked with them. alinena nao. She prepared a place to accommodate them for sleeping. Akaandaa mahali ili aweze kuwa wenyeji wao wa hali ambao waliweza kulalia. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It shocks my heart Yanishtua
kumwangusha moyo, that even after the promise had been given to her, ya kwamba hata baada ya ahadi kupeana kwake, and then you see how she's dilly-dallying in the book of Genesis chapter 19. na kisha unaona jinsi bado anabungazwa katika kitabu cha Mwanzo 19. He's mark timing. Bado anabungazwa, He's unwilling to follow God. bado yuko tayari kumfuata Mungu, He's unwilling to obey God. yuko tayari kumtii Mungu, Even unwilling to go with God. yuko tayari hata kuenda na Mungu. What was this Ni nini hii that got her heart beyond God? ilishika moyo yake, iliteka moyo yake kumliko Mungu, That there are things that can capture the hearts of people. ya kwamba kuna vitu ambavyo vinaweza kuteka mioyo ya watu, Even the mighty hand of God cannot deliver them. ya kwamba hata mkono mkuu wa Mungu haiwezi kuwakomboa. What was this Hii ilikuwa nini that captured this woman? ambayo ilimteka huyu mwanamke, That even God could not deliver ya himself. kwamba hata Mungu mwenyewe hangeweza kumkomboa kwayo? Very Ya serious. kumaanisha sana, And we got to understand na tuliweza kuelewa that it was the pleasures of this ya man. kwamba ilikuwa nasa za ulimwengu, The fact that she was married to a rich husband swala ya kwamba alikuwa ameolewa katika mume tajiri, who was always seated at the gate of the city ambao kila mara alikuwa ameketi katika lango kuu la mji for merchant kwa ajili ya ununuzi, business. kwa ajili ya ununuzi, biashara. These were rich people. Na wao walikuwa watu watajiri, And so na sasa she exchanged the kingdom of God with the wealth of the earth. alibadilisha ufalme wa Mungu na zile mali za ulimwengu. When the Bible says, Wakati Biblia inasema what does it benefit a man ya kwamba inamfaidi binadamu nini to gain the entire world and miss heaven? kupata ulimwengu zima na kukosa mbinguni? I know the world is rich full. Ninajua ya kwamba ulimwengu ni tajiri, The gold of the earth, zile dhahabu za ulimwengu, oil on the earth. dhabihu ya ulimwengu. You know the oil, the petrol of the earth. Mnajua zile mafuta na vitu vya ulimwengu. A small portion, as we were coming, engineer was telling me that if those people decide to sell that portion to the university, that land is expensive, very expensive. That little portion there, a little portion there. Sehemu ndogo tulipokuwa tukikuja, mhandisi alikuwa ananiambia ya kwamba kama watamua kuuza hiyo sehemu ndogo katika chuo kikuu, basi ni bei ghali mno, And so you can imagine the whole world. na hivyo mwaweza kuwazia ulimwengu nzima. When your heart gains the whole Kama world, moyo wako utapata ulimwengu nzima, and then still you cannot compare it with the heaven. kisha baada huwezi kuilinganisha na mbinguni, For the Lord has promised kwa kuwa Bwana ameahidi that everything shall be ya destroyed. kwamba kila kitu kitaharibiwa. Everything of this earth shall be destroyed. Kila kitu cha ulimwengu huu kitaharibiwa. Precious people, Watu wa dhamani, let us invest in the kingdom that cannot be destroyed. wacha tuwekeze katika ufalme ambayo kamwe katu haiwezi kuangamizwa, We kuharibiwa. have confirmed Tumedhibitisha that this earth will be ya destroyed. kwamba ulimwengu huu utaharibiwa. Now see, Sasa tazama that church that is called Mrs. Lord, ya kwamba hiyo kanisa ambayo inaitwa Bilutu now she's called a pillar. sasa inaitwa mnara. She's a pillar in the Bible. Yeye ni mnara katika Biblia, Serious pillar. mnara wa kumaanisha. We may not understand now. Huenda tusielewe sasa, When we enter heaven, lakini tukiingia we mbinguni will understand that that church was a pillar. tutaweza kuelewa ya kwamba kanisa hili lilikuwa mnara, But a pillar of shame. lakini mnara wa aibu. That man is so sharp, he's blasting my ears. Has. Just work with him. You akishakula mchele na akaomba. No, she's full of energy. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Very serious. Ya kumaanisha. And so having laid that foundation, Na hivyo baada ya kuweka hiyo msingi, one of the reasons why she perished, sababu moja kuu ambayo aliangamia, the Lord said, Bwana anasema grace was presented to her. ya kwamba neema iliwasilishwa kwake, And then she rejected the gift. kisha akakataa neema. And for some time I've been teaching about the church at the door. Na kwa wakati fulani nimekuwa nikifunza kuhusiana na kanisa Last mlangoni. time we met at the joint service, you heard how it was very powerful. Wakati wa mwisho tulikutana katika ibada ya pamoja, mulisikia jinsi ilikuwa ya nguvu, That during the grace of God, ya kwamba wakati wa neema ya Mungu, Jesus is standing at the door of their Yesu hearts. anasimama katika mlango yao, And he's saying that,
Nyaboke, na anasema Nyaboke, Clinton, Rosemary, Isabella, Isabella Michael, here I am. Niko hapa. I am standing at the door. Ninasimama mlangoni. I'm knocking. Ninabisha. Please open. Tafadhali fungua. Open for me. Nifungulie. And if you open, na ukifungua, if I enter, nikiingia, I will dine with you. Nitakula pamoja nawe. And you will dine with me. Na wewe utakula pamoja nami. Open. Fungua. Please. Tafadhali. I am a doctor on call. Mimi ni tabibu ambaye ameitwa. I'm coming to heal you. Ninakuja kukuponya. Just allow me. Niruhusu tu. But they refused to open the doors of their hearts to Jesus. Lakini walikataa kufungua mlango ya mioyo yao kwa Yesu. And then we read in Obadiah chapter 1 verse 15. Na tukasoma kitabu cha Obadia 1:15. That vengeance belongs to the Lord. Ya kwamba kisasi ni yake Mungu. When they refused to open the door of their hearts for him, wakikataa kumfungulia mlango ya mioyo yao kwao, he did not respond immediately. Hakutenda dhambi wakati huo hasa. He simply withdrew. Alitoka tu, alijitenga He tu. said there is a day Na akasema iko na siku. that is coming. Kuna siku ambayo inakuja. When I will also disown those who disowned me. Ambayo nami pia nitawakana wale ambao walinikana. Hallelujah. Hallelujah. And when that day came, na wakati hiyo siku ilifika. when that day finally came, wakati hiyo siku hatimaye the ilifika. book of Luke 13:23 says, Kitabu cha Luka 13:23 the owner of the house just rose up kwamba mwenye nyumba aliinuka tu and went straight to the door na kaenda moja kwa moja mlangoni and just shut it. na akaifunga. At that time hakuwa na time ya kuwaombeleza, jamani, just allow me. Wakati huo hakuwa na wakati wa kubembeleza, niwe nifungulie tu nitawaponya. He just rose up from the seat and went and shut the door. Aliinuka tu kutoka katika enzi ile kiti chake na kwenda na kufunga And you know mlango. what he was telling them? Je, mwajua kile ambacho alikuwa anawaambia? Guess what? Ya kwamba nini? While you are on earth, Mlikupokuwa I kept ulimwenguni, knocking the door of your heart with the gospel. kila mara nilikuwa ninabisha mioyo yenu na You Injili. refused. Mulikataa. I extended the grace. Nilikuwa nimewashiria I neema. knocked with the cripples. Nilibisha na viwete. I knocked with the neutral star. Nilibisha na zile nyota za knocked with the line of kinechani. Elijah. Nikabishana One kwa day I Elia. just banged with HIV and AIDS Siku moja nikagongelea kwa nguvu na virusi vya ukimwi that has turned negative. ambayo imetoweka. You refused to open. Mulikataa kufungua. Please, Tafadhali, I also will not open for you. nami pia sitawafungulia. They abused the grace. Walitukana neema. She abused the grace of God. Yeye wa kike alitukana neema wa Mungu. Mrs. Lord, Bilutu she abused that grace. alitukana hiyo neema. Imagine even the privilege of being held. Wameshika kabisa, hata wameanza safari wanaenda. Wazia ile tunuku ambayo waliweza kumshika mkono na kuanza hata safari ya kuenda. People have always cried to God, nishike mkono, nishike mkono. People have always longed for God to hold their hands. Watu kila mara wanamlilia Bwana ya kwamba waweze kuwashika mkono. Even the enemies of God, Hata adui wake Mungu they are crying that God may hold their hands. wanamlilia Mungu ya kwamba waweze kushika mkono wao. She got the privilege to be held by the angels of God. Naye Bilutu alipata tunku ya kuweza kushikwa na malaika wa Mungu. Unaona ule mzazi amemshika mkono na anang'ang'ana na mzazi, wachana na mimi, uniwache, wachana na mimi, as if she's claiming independence from God, Kana kwamba anadai kuwa amejisimamia kutoka kwa Mungu. that she can make it without God. Ya kwamba anaweza kufanya vyema bila Mungu. After all, she has a degree. Zaidi ya yote ako na degree. Hata hivyo zaidi ya yote anayo degree yake. Ako na pesa kwa chama ya wamama ya Mary Go Round. Ile ilikuwa Mary kweli, ilikuwa Mrs. Lot Go Round, hatujui jina yake hizo nyakati hizo. Alikuwa na pesa kwa chama za dunia, pesa za ukahaba, labda hata alikuwa na biashara ya baba hali, labda hata alikuwa amefungua madanguro pahali. Akaangalia tu akasema, jamani, zile mamilioni na zile madhahabu, ati niwache tu na hao wamenishika mkono, hata sioni kitu wenye wananipa. Aligeuka tu na ile shati. Imagine usiku yote wanaambiwa chenye musifanye, makosa yenye musifanye tafadhali ni kuangalia nyuma. Usiku yote walikesha wakipewa onyo na waliambiwa kwa lugha yenye wanaelewa. Waliweza kuelekezwa na malaika usiku yote ya kwamba wakati wataondoka wasiweze kutazama nyuma. Hata wakapewa nafasi ya watoto wake wale mabikira. Kama kuna mwanaume yeyote mwenye alituma posa, ametuma posa na ako genuine, anataka kuoa wewe na unataka siharibike, endeni muongeleshe yeye, wakuje wasikufe. Lut alienda to the sons in law to be,
akawaongelesha, and they thought the Lord was doing what? Was joking and making fun with them. You know, there was time kulikuwa na wakati when God was taking time to prepare to deliver them. For her, she was calculating how her wealth can follow her to where they are going. wakati Mungu alikuwa anajiandaa kuweza kuokoa kwake yeye Bilutu, alikuwa anapiga hesabu jinsi mali yake yaweza kumfuata mahali walikuwa wanaelekea. Anajuta, ningekuwa na M-Pesa, ningeweka kwa M-Pesa na niende na simu yangu. Ningekuwa na banka, ningeweka kwa na niende na simu yangu. Akaangalia nyuma, and shockingly, na ya kushtua, nyuma Bwana alianza kumwaga ghadhabu. Akaangalia akaona venye her investments are getting destroyed. Then the Bible says, it's not a story, she turned into a pillar of salt that tourists go to see at the Dead Sea. It's there. The other day I was watching the Dead Sea in Israel. It is so salty. Number one, that is the lowest place in the entire world. The lowest. hapo ndio sehemu ya chini sana katika ulimwengu nzima. Number two, ya pili, that is the most salty lake ever. The most salty. Binadamu wanaenda kuswim pale, wana float tu. You cannot sink. hiyo ndio ziwa ambayo ina chumvi nyingi sana. Wanadamu wakienda kupiga mbizi pale, wanasayansi wakaenda kupima hiyo chumvi, na mchanga around there is totally black. Totally black. You'll see on your phones. You'll see. Totally black. mchanga ambayo iko hapo kando ni nyeusi kabisa. The judgment of God coming. Hukumu ya Mungu inakuja, And it is coming first to the house of God. na inakuja kwanza katika nyumba ya Mungu. And when it comes to the house of God, it will begin with the pulpit. Na ikikuja kwa nyumba ya Mungu itaanza kwanza na mimbari, And then to the rest. kisha kuelekea wengine. She abused the grace of God. Alitukana neema ya Mungu. The church is outside the door. That church failed to make it Kanisa iko nje ya mlango. Hiyo kanisa ambayo ilikosa kuingia because kwa they sababu abused the grace of walitukana God. neema ya Mungu. They abused the grace of God. Walitukana neema ya Mungu. Today I heard the word Leo nilisikia kwa neno that every time God sends his messengers ya kwamba kila wakati Mungu anatuma watumishi wake, and people ignore the messengers of God na watu wanakana wajumbe wa Mungu and disrespect and disobey, na kutotii na kutoheshimu, God has prepared to judge them severely in the lake of fire eternally. Bwana amejiandaa kuwahukumu kali sana katika ziwa la moto milele. I heard it today. Nilisikia leo, And as a result of that, I said, no, let me run and caution Kisii University lest they go that direction. na kwa matokeo ya hiyo nilisema ya kwamba wacha nikimbie niweze kuwaonya chuo kikuu, madhabahu ya chuo kikuu cha Kisii, kama sivyo wataweza kuelekea hiyo sehemu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And so precious people, Na hivyo watu wa dhamani, we can read Genesis 15:16. tunaweza kusoma Mwanzo 15:16. Maybe that is the only scripture I'm going to read. Huenda hiyo tu ndio andiko ambayo nitasoma, But I want you to be very careful with what you are going to hear. lakini nataka muwe makini sana kile ambacho mtasikia. As far as abusing the grace of God is concerned, Kama vile kutukana neema ya Mungu imehusika, God does not take it lightly that he can bring his own messages and then we ignore. Bwana haichukulii kirahisi ya kwamba anaweza kuleta wajumbe wake mwenyewe kisha tupuuzilie. He has prepared the lake of fire. Ameandaa ziwa la moto. Genesis 15:16. Mwanzo 15:16. The Bible says, Biblia inasema in the fourth generation, katika kizazi cha your 4 descendants will come back here. wazao wako watarudi hapa, For the sin of the Amorites has not yet reached its full measure. kwa maana dhambi ya Waamori bado haijafika kipimo kilichojaa. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana sifiwe. I repeat again. Ninarudia I'd tena. like that you read Swahili. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 15:16, katika kizazi cha 4 wazao wako watarudi hapa, kwa maana dhambi ya Waamori bado haijafikia kipimo kilichojaa. Hallelujah. Haleluya. In the fourth generation, your descendants will come here. Katika kizazi cha 4 Will wazao come wako back watarudi here. For the sin hapa, of the Amorites has not yet reached its full measure. kwa maana dhambi ya Waamori bado haijafikia kipimo kilichojaa. I have prepared a sermon here. I'm not in a hurry. Nimeandaa ujumbe hapa, sina haraka, That says, ambayo inasema delayed judgment does not mean no judgment. ya kwamba hukumu ambayo imechelewa imaanishi hakuna hukumu. Meaning, Yamaanisha when God displayed his grace, wakati Bwana anawasilisha neema yake, the
misunderstood the grace of God. walikosa kuelewa ile neema ya Mungu, And instead they thought na hivyo wakadhania that if God has not judged me today, ya kwamba kama Bwana hata ni hukumu leo, then he has vindicated what I am doing. basi ameweza kutia sahihi kile And he ambacho will not judge ninafanya, it anymore. na tena hata hukumu tena. When God delayed his righteous judgment, Wakati Bwana amechelewesha ile hukumu yake ya haki, they took it as a license to sin more. waliweza kuichukua kama license, tikiti ya kutenda dhambi zaidi. And God continued to call them for 120 years. Na Bwana aliendelea kuwaita kwa zaidi ya mwaka 120. 120 years. Miaka 120. And not even a single baby was convicted to repent and enter the ark. Na hata hakuna mtoto mmoja mchanga alishawishika moyoni na kutubu kuingia katika safina. But the amazing grace of God Lakini neema ya ajabu ya Mungu was revealed to Hyena and his wife ilidhihirisha kwa yule fisi na mkewe at the last minute when man rejected the grace. kwa wakati wa mwisho ambao binadamu walikataa neema. He is the same God that says, Ndio Mungu ambaye anasema if you will not worship the ya Lord, kwamba kama mtamwabudu Mungu, he is able to raise stones to worship him. ana uwezo wa kuinua jiwe kumwabudu. He is not desperate for worship. Yeye ana ukiwa kwa kuabudu. He is able to convert hyenas to worship him and give him glory. Ana uwezo wa kubadilisha fisi waweze kumwabudu na kumpa utukufu. So at last minute when man failed to accept the grace, Na kwa lisali ya mwisho ambao binadamu walianguka na wakakataa kukubali neema, the grace was revealed to the animal. neema ilidhihirishwa kwa wanyama, And they came in pairs. na wakakuja wawili kwa wawili, And they entered. na wakaingia. No wonder when they are outside the door, they are seeing people that they did not expect inside, and they begin to gnash their teeth. Kumbe ndio sababu ambao wakiwa nje ya mlango wanaona watu ambao hawakutarajia ndani, ndio maana wanaanza kulia na kusaga meno. Hey, that if you refuse the salvation of God forever, Ya kwamba ukikataa wokovu wa Mungu milele, in his own plans, in his own misery, katika mipango yake, siri zake mwenyewe, the unworthy will be convicted and they will receive it. wasiostahili watashawishika na wataipokea. Hyena alipokea neema. Fisi alipokea neema, Akaambia bibi yake tuingie kabla lango halijafungwa. akaambia bibi yake tuingie kama lango halijafungwa. Even the dullest animal called donkey. Hata yule mnyama ambaye ametulia sana ambaye anaitwa punda. Dullest ni ametulia. Ni pumbavu ama? Dull. Pumbavu, si ndio? Mjinga kama punda. Lakini ikifika kwa neema, huwezi sema ati unajua mimi hiyo neema sielewi, sikuenda kampo. So sielewi sana. Punda alienda kampasi ya nani? But aliingia. We need time to talk serious things. Tunahitaji muda kunena vitu vya kumaanisha ili usicheze na wokovu wako. Precious people. Watu wa dhamani, When they abused the grace of God in Genesis 19 in the time of Sodom and Gomorrah, God broke out in his judgment. wakati walitukana neema ya Mungu katika kitabu cha Mwanzo 19, Bwana aliinuka na kupasuka na ghadhabu yake. Yes. Ndio. Yes. Ndio. Only 8 8 peke yake in the whole world. katika ulimwengu And God did mzima, not care. na Bwana hakujalishwa. Now, according to this scripture, Sasa kulingana na andiko as I hili, begin to wind down, ninapoanza kumalizia, he says anasema that in the 4th generation, ya kwamba katika kizazi cha your 4 descendants will come back here. wazao wako watarudi hapa, For now, for the sin of the Amorites has not yet reached its full measure. kwa maana dhambi ya Waamori bado haijafikia kipimo kilichojaa. I repeat again. Ninarudia tena We worship a God who will not always judge accidentally. ya kwamba tunamwabudu Mungu ambayo hata hukumu kwa ajali. He has always given every sin an opportunity to repent. Kila mara amepeana mtenda dhambi fursa ya kutubu. How many remember the prodigal son? Wangapi wanamkumbuka mwana mpotevu? Each and every person, Na kila mmoja the Lord has given different time. Bwana amempa wakati tofauti. He has defined his patience differently according to each person. Ameashiria kutulia kwake, saburi yake tofauti kwa watu fulani In tofauti. the book of 2 Peter chapter 3, where he says that for God is not slow in fulfilling his promises, but now, he's patient that all may come to
to repent. Nilikuwa ninasoma kitabu cha Petro wa pili 9 ya kwamba Bwana hajakawia kutimiza ahadi yake lakini ametulia, anawasubiri wale ambao hawajaweza kutubu ili waweze kufikia toba. The patience of God Subira yake Mungu with a sinner na mwenye dhambi is the greatest mystery we will never understand of this earth. ndio siri kuu sana ficha ambayo kamwe katu tutaelewa katika ulimwengu huu. For example, Kwa mfano, ona venye alikuvumilia. tazama jinsi alikuvumilia When you are doing your own things, wakati ulikuwa unafanya vitu vyako look mwenyewe. at how God waited for you. Tazama jinsi Bwana alikusubiri. It is the same God that has said the wages of sin is death, but He did not kill you. Na ndiye Mungu sawia ambaye amesema malipo ya dhambi ni kifo na hakukuua. The fact that He did not kill you when you sin, does it mean that He will not judge sin? Swala la kwamba hakukuua wakati ulitenda dhambi, je, yamaanisha ya kwamba hata hukumu dhambi? It is just a matter of time. Kwa wakati tu. Sodom was given time. Sodoma walipewa muda. The generation of Noah were given time. Kizazi cha Nuhu walipewa muda. Jerusalem was given time. Yerusalemu walipewa muda. They kept killing the prophets of God. Lakini waliendelea kuwaua manabii wa Mungu. Babylon was given time. Babeli walipewa muda. But they refused to repent. Lakini walikataa kutubu. Adam and Eve were given time. Adamu na Hawa walipewa muda. The patience of God. Subira yake Mungu. Why are they outside the door? Kwa nini wako nje ya mlango? They abuse the grace of God. Walitukana neema ya Mungu. And instead they said, Na badala yake wakasema after abusing the grace of God, kwamba baada ya kutukana neema ya Mungu He has delayed His judgment. ya kwamba amechelewesha ile hukumu No, yake. we know Him. Tunamjua He yeye. is always full of compassion. Yeye kila mara amejawa na huruma. He will not judge. Hata hukumu. Hata wenye wajaomba rehema wanasema no, yeye amejawa na rehema. Hata wenye wajaomba na rehema wanasema yeye amejawa na rehema. And today the churches are full with such Christians that believe when God delays His judgment, He will not judge at all. Na siku ya leo makanisa yamejaa na Wakristo fulani ambao wanaamini ya kwamba Mungu akichelewesha hukumu yake hata hukumu kamwe katu. Look at this time now. Tazama hii sasa, wakati huu sasa. At this time He's talking to Abraham. Kwa wakati huu ananena na Ibrahimu. And He's telling Abraham, Na anamwambia Ibrahimu, I know the promises I've given you. ninajua ahadi ambayo nimekupa wewe. The promise of many descendants. Ahadi ya kizao mingi, wazao wengi. But now the promise of the promised land. Lakini tena ile ahadi ya nchi ambayo iliahidiwa. Hallelujah. Hallelujah. But He's telling him Lakini anamwambia that before you enjoy the land, lakini kabla ya kufurahia taifa hiyo there will be slavery. bado kutakuwa na utumwa. Okay. There will be the processing of the people to inherit that land. Kutakuwa na mchakato ambao itapitishwa watu ili waweze kurithi hiyo nchi. Ya kuandaa na kutengeneza warithi wa hiyo nchi. Ya kuandaa na kuwatengeneza warithi wa hiyo nchi. Watatengenezwa kwa miaka 400. Na watatengenezwa kwa miaka 400. And so you see, when God is speaking to Israel, nothing is hidden. The Lord is specific on time and even location. Afichi chochote, anaongea na mke wake mwenyewe. I have taught in this church that Israel is the wife of God the Father Himself. I read even from the scriptures. And I said that the church that is you are the wife of Christ. Without Jesus, God does not know you. Na nilisema ya kwamba enyi ndiyo mke bibi wake Yesu. Bila Yesu Mungu hawezi kuwafahamu. And so He's telling Abraham, Na sasa anamwambia Ibrahimu they will be there for 400 years. ya kwamba watakuwa hapo kwa miaka 400. Why 400 years? Kwa nini miaka 400? That is the defined grace period for Amorites to repent. Hiyo ndio wakati wa sawa neema ambayo ilifunuliwa ili Waamori waweze kutubu. And the Lord is aware of their stubborn hearts. Mungu anajua even after 400 years